Yeah. Leo ni siku ya maana sana nchini Kenya. Kwa sababu gani hii siku ni ya maana sana? Kwa Kiluya, traditionally, that traditional circumcision, ikiwa mtoto atatahiri kesho, hii siku watu wanalalia kwa boma na wanaimba nyimbo za kuambia huyo kijana asimame imara kesho, asiaibishe watu. Huyu kijana ambaye anatahiriwa kesho, kwangu si Seth Panyako, si Karish, si Wamdende, si Ndakwa, si nani. Kijana ambaye anatahiriwa kesho ni huyu kijana anaitwa IEBC. Kwa sababu this is the time Wakenya wanataka kuona kweli kama IEBC mnaweza ongoza uchaguzi wenye uko free and fair. IEBC mkiongoza na chairman wenu, ningependa kabisa, let the winner be the winner. Wacha mshindi awe mshindi. Wacha mshindi awe mshindi. Tumeona kila sehemu imejitahidi. Kila sehemu imejitahidi for campaigning. The campaigning zimekuwa do or die. Now let the people decide. Let the people decide. Wacha watu wachague. Now let me tell you, Bwana Imwatok, the IEBC chair. Let me tell you this. If you fail tomorrow, Kenyans hawatawahi kukuamini headed to 2027. Afadhali wa Kenya wasongeshe tamu ya Ruto mbele, but they will not go with you for an election kama by election itakushinda kumanage. Wabunge ni sawa au si sawa? Sawa. Kama itakushinda kumanage, afadhali wasongeshe mbele, lakini wasiende kwa kura na wewe kama utakosea kesho. Kwa sababu sisi hatutaki kuwa kama Tanzania. Sisi hatutaki kumwaga damu. Let the winner be the winner. Wanabunge wewe? Wanabunge wewe? Nikirudi nyuma kidogo, mimi ningependa hivi, kama siku moja ningejikuta kwa parliament, or if our MPs can listen, I need a law that inaweza fika pahali i-cancel hizi vitu za by elections in this country of Kenya. Kwa sababu gani nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu kama sasa Malaba, Mbeere North, tumekuwa na MP na CDF committee amekuwa na manifesto yake yenye haijakamilika. Again we are going to a new office. A new office yenye inaingia kwa ofisi mwaka mmoja, atafanya nini wabunge? Hakuna. Ningependa siku moja kama kutakuwa na legislation, vile governor kuna kuanga na deputy governor na president kuna deputy president. Huyu MP akichaguliwa, hiyo ni maoni yangu tu, akichaguliwa kwa ballot paper awekwe pamoja na CDF chairman wake, wapigiwe kura wote. So that ikifika wakati kuna vacancy, the CDF chairman assumes the office of an MP, na kama kuna MCA, the ward development chair assumes the work of an MCA, na wanamaliza maendeleo. Hatutaki ujinga kama nye tunaona BRT. Uhuru aliweka pesa kwa Thika Superhighway BRT. Hizo pesa, when a new government comes, inakuja na vitu zake. Hizo millions nani anatakana kulipa wa Kenya? Nani anatakana kuuliza? Mimi ningependa kukuwe na sheria kwamba an MP is elected together with ward chair, CDF manager. So that CDF manager hakui kwa mshahara, lakini if a situation occurs that an MP dies, the CDF manager assumes the office. Hiyo ni maoni yangu wanabunge. Na kitu ingine kwa Rais Ruto, leo si siku ya kulaumiana, lakini mimi ningependa kupitisha lawama kidogo. Hizi pesa ambazo tunaenda kutupa Mbeere North, around 46, I think 46 million kwa by election, it was unavoidable. It was avoidable. Wakati umepata chance ya kuchoose CS, ungeweka Ruko akuja 2027, utafute kama tu ni hapo kwa constituency, ungechukua huyu wa Mthende umpe hiyo kiti akuwe CS, so that to reduce cost of money. Ungeweka huyu wa Mthende akuwe CS, then Ruku abaki kuwa kiongozi in 2027 kama utajaliwa. Maoni yangu wabunge. Kwa sababu tunatakana to reduce the cost.
unnecessary cost. Na umerudia hiyo kitu. Ulichukua Wetangula baada amechaguliwa tukarudi by election. Ulichukua Alice Wahome amechaguliwa tukarudi by election. Duale amechaguliwa tukarudi by election. Kwa nini tuna spend pesa zenye tunaweza avoid? Kwani hakuna out of 50 something million Kenyans, hakuna watu wangepewa hiyo kazi, lazima upewe hao kwa sababu ni marafiki wako. Kama hii ya Mbeere North hatungekuwa na vita tuko. Huyo wa Mthende kama unampenda sana angekuwa yeye ndio CS, Ruku akuje 2027. Hiyo ni maoni yangu wabunge. Mimi kwangu naona kama hizi by election zimerudisha nyuma Kenya. Watu wanarudi kuconcentrate na tunaona ni do or die. Tukuona viongozi wananyang'anywa security details kumaanisha it is do or die. Sisi tunasema hivi, mimi nasema hivi kutoka bunge la mwananchi Githurai kwamba in future we need a legislation that can address this thing. Maoni yangu ni kwamba tusikuwe na by election unless hao watu wamekufa wote, that one sasa ni hiyo lazima ni unavoidable. Lakini mimi ningeomba in future tukuwe na legislation ambapo hata huyo ward manager, CDF manager akuwe na heshima, akuwe kwa ballot na MP, so that maendeleo yenye Ruku alifanya sasa, assuming Ruku, assuming Wamthende hatachukua hiyo kiti, ichukuliwe na Karish. Do you think Karish ataendelesha mambo ya Ruku? Atakuja na mambo yake mengine, yale Ruku alianzisha itazama. Nikimalizia kwa hii kura ni kwamba kuna kitu kidogo ni lawama kidogo tena. Nimeona pale Malava, mimi siongelei kura. Nimeona president akidish kazi, wakipeana kazi watu kwa simu. Nimeona Ryan Injendi ametumwa kama trade attaché South Africa Embassy. Nimeona ule mwingine ni mwalimu ametumwa Uganda kama education attaché Uganda. Nimeona ule mwingine. Does it mean that hatuna policies ya kupeana kazi? Sasa wakati kura itatokea, bora nikuje nijifanye by election, najua is that the way of kugawa kazi? Wanabunge, hiyo ni njia ya kugawa kazi kweli? Kwamba wakati watu wamepewa kazi kubwa, wale wote walikuwa wamesimama nomination wametupwa kwa embassies mbalimbali. Mimi nadhani bwana President Ruto wa Kenya wamesoma sana. Tukapa na Profesa Kindiki, tukapa na engineer, tukapa sisi wote watu wamesoma na wanangoja hizo kazi. Leo umepea bwana Gladys Wanga kusimamia KLB. Bwana wa governor mzima umempea kazi. Hao watoto wamesoma wataenda wapi? Mtoto wa Injendi wakati ameanguka nomination, babake ni tajiri, yeye ni milionea tayari, amekuwa akifanya kwa parliament, si kwa KRA. Huyo mtoto unampea kazi. Sisi wengine tutapitia njia gani? Au Wakenya wote tukuje kwa siasa? Wanabunge hoye, ningependa kukuwa na policy ya kupeana kazi. Turudi kama kitambo. Kijana mtoto akienda university, mzazi amejinyima mpeleka mtoto university, huyo mtoto atoke hiyo university anaingia NYS kama kitambo. Akitoka NYS, hiyo attachment NYS, anaenda direct kwa station mambo amesomea. Au msikubali watu waende university wasome, mzazi alale njaa ajinyime, alafu mtoto arudi akuje kuhanga. Wanabunge hoye, kwa sababu vile kazi zinagawanwa hii Kenya, the way wanapeana kazi. Mimi niliona jana Mudavadi anaita Ryan, anamsomea kwamba barua yako ya kazi ndio hii. Anaita ule mwingine barua, na si kazi ndogo, kazi ya kwenda kuwa attaché on trade. Sasa at Ryan Injendi, kila business yoyote Mkenya atataka kufanya South Africa, or South Africa atake kufanya Kenya, itapitia mikono kwa huyu kijana mdogo. Nadhani it's not right. Inatakana kukuwe na policies, inatakana kazi zipeanwe. Watu wakitoka university, serikali inajua Wakenya wamegraduate ni wangapi. Watu wakitoka technical college, inajua Wakenya ni wangapi, so that kazi zipeanwe hivyo. Wanabunge hoye, kesho for tomorrow election, I wish the best candidate washinde. Na naomba tu Wakenya tafadhali, kila sehemu yenye mko, tafadhali usitumike. Huyu kiongozi hata akuwe ndugu yako, akishaingia ni yeye na bibi yake na watoto wake. Tafadhali tusitumike vibaya. Nataka niulize hawa wabunge, kama kuna mbunge anajua mandugu za Ruto watatu aniambie. Kama kuna mbunge alikuwa anajua kwamba kuna mtu anaitwa Beryl, ndugu ya dada Raila alikuwa anaitwa Beryl, aniambie. Wakishaingia, there is that interest. Hawa watu wako na kitu inaitwa interest. Hiyo interest yao, don't fight. Let the best candidate win.
But we are saying dishing of jobs, kugawa kazi vile wanagawa hivyo, I am against that. Kazi zipeanwe kulingana na merit. Kama walimu vile huwa wanapeana kazi, nimeona the checklist of TSC kupeana, wanaangalianga ulitoka college lini. Lakini kama sasa umesimama kura kwa nomination lini, nadhani that is wrong, na president hapo kuna makosa. Asante. Ningonge moja sio?